Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa nafasi ya kipekee ambayo ametupatia kwa siku hii ya leo. Tukiendelea kujifunza masomo mbalimbali ambayo yanatolewa na tukiendelea kuona ni namna gani ambavyo Mungu anatupenda, ni kwa namna gani tunaweza tukaishi vyema katika ulimwengu huu, ni namna gani tunaweza tukaondekana na hofu na wasiwasi na mashaka yanayoendelea kusonga katika maisha yetu. Nikukaribishe tena leo ambapo tutaangalia, je, mwanadamu ameumbwa na kitu gani? Huenda ukawa unajiuliza, je, mwanadamu ameumbwa na kitu gani? Je, wewe umeumbwa na kitu gani? Ama mimi nimeumbwa na kitu gani? Wengine anafikiria kwamba tumeumbwa na moyo na mwili. Wengine anaweza akasema hapana, mimi nimeumbwa kwa kutumia lulu ya thamani, ama nimeumbwa kwa kutumia dhahabu, ama nimeumbwa kwa kutumia kitu fulani. Hakika tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu mno. Yapo maroboti ambayo yanatengenezwa, ambayo yameundwa kwa mfano wa mwanadamu. Yametengenezwa na vifaa maalum vizuri vya teknolojia ambavyo vinashangaza macho yetu na kuona utendaji kazi wa maroboti haya unapofanya kazi kwa ufanisi. Lakini katika hali hiyo yote tunafahamu kwamba wapo wanadamu ambao wamekaa wakatengeneza hayo maroboti. Tunaposoma katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 2 fungu lile la 7, Biblia inasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kumbe Mungu ndiye ambaye ametuumba na si mwanadamu. Mungu ndiye ambaye ametuumba. Ametuumba kwa kutumia vitu viwili, vitu vikubwa viwili. Moja, Mungu ametuumba kwa kutumia mavumbi ya ardhi, udongo tunauona. Huu ndio ambao sisi huko tumetoka, udongo wa ardhi. Kwa hiyo Mungu aliuchukua udongo wa ardhi akaufinyanga, hatua ya kwanza. Kwa hiyo udongo ndio ambao tumeumbwa sisi wanadamu. Jambo la pili ambalo tumeumbwa nacho ni pumzi, ambayo hii haionekani kwa macho, ambayo alitupulizia Mungu puani. Ndipo ambapo tunakuwa nafsi hai. Kwa hiyo Mwanzo sura ya 2 aya ile ya 7 inatuonyesha kwamba mwanadamu kumbe hajatokana na nyani, mwanadamu hajatokana na kitu chochote, bali udongo na pumzi ambayo tulipuliziwa na Mungu wetu muumbaji. Kwa hiyo leo tumetambua kwamba mwanadamu ameumbwa kwa vitu vikubwa viwili. Moja, udongo wa ardhi ama mavumbi, na 2 ni pumzi ya uhai. Na hivi vinafanyaje kazi? Vinafanya hivi. Udongo unapoungana na pumzi ya uhai, ndipo kinatokea kitu kinachoitwa nafsi hai. Nafsi hai ni mimi na wewe. Yaani mimi nikiwa ninatembea hivi, ninazungumza hivi, ninatabasamu hivi, mimi ninaitwa nafsi hai, yaani mwanadamu aliyekamilika. Wewe ulivyo hivyo, ulivyoumbwa kwa namna ya kupendeza hivyo, unavyotabasamu hivyo, ulivyopendeza hivyo, unacheka, unatembea, wewe ni nafsi hai. Kwa hiyo basi, siku pumzi ya uhai ikiondoka, wewe haui tena nafsi hai. Pumzi hii ni moja tu ambaye anatupatia, ni Mungu peke yake ndiye ambaye anatupatia pumzi hii ya uhai. Vumbi ya ardhi ama udongo ukijumlisha na pumzi ya uhai, ndipo tunakuja kupata nafsi hai. Yaani udongo kujumlisha pumzi ya uhai tuliopuliziwa na Mungu wetu, ndipo ninapokuja kutokea mimi ambaye ni nafsi hai, ninayezungumza na watu, ninayechangamana na watu, ninayetafakari. Mimi ninaitwa nafsi hai, wewe unaitwa nafsi hai.
Kwa hiyo nikifa siwezi tena kuwa nafsi hai. Umeona namna ambavyo Mungu ametuumba hapo. Hakika Mungu ametuumba kwa namna ya ajabu mno. Na leo hii tumeweza kufahamu ya kwamba sisi tumeumbwa kwa udongo, na cha pili ni pumzi ya uhai, ndipo tunapokuja kuwa nafsi hai. Kwa hiyo pumzi haiwezi kukaa peke yake pasipo mwili, pasipo huu udongo. Udongo hauwezi kujiendesha peke yake, yani mwili huu hauwezi kujiendesha peke yake pasipo pumzi. Kwa hiyo pumzi na mwili ama udongo ndio jambo ambalo linalonipelekea hata sasa hivi niweze kufanya nini? Kuzungumza. Kwa hiyo basi tumeumbwa kwa vitu viwili. Kwanza tumeumbwa kwa udongo, na cha pili tumeumbwa kwa pumzi ya uhai. Pumzi ya uhai haionekani, ila udongo, mwili huu unaonekana. Hata pale ambapo tunakuwa tumekufa ama uhai wetu umeondoka katika maisha yetu, unaanza kupata picha kwamba huu mwili ama udongo unarejea tena. Naam, unarejea mavumbini. Kwa nini unarejea mavumbini? Kwa sababu mavumbini ndiko ulikotolewa. Na pumzi hii ambaye ninanifanya sasa hivi niwe hai inaondoka, inamrejea aliyefanya nini? Aliyeitoa. Kwa hiyo basi sisi bila kuwepo kwa pumzi ya uhai siwezi kuwa nafsi hai, hauwezi kuwa nafsi hai. Naam, na hakika umejifunza kitu hapo. Kwa hiyo jambo la kuhitimisha ni kwamba Mungu ametuumba kwa vitu viwili ambavyo ni mwili ama udongo ama mavumbi ya ardhi, pia na pumzi ya uhai ambayo inakuja kutupatia kuwa watu kamili ama nafsi hai. Kwa hiyo Mungu ametuumba kwa mfano wa pekee mno. Hakutumba kwa vitu ambavyo kwavyo vinaweza vikashikika, ama kwa wakati mwingine vinaweza vikaokotwa vikatengenezwa na mtu yeyote. Hapana, vimeumbwa kwa vitu vya thamani mno. Kwa hiyo wewe ni wa thamani, mimi ni wa thamani. Kwa hiyo kila unapopata nafasi, kumbuka kumshukuru Mungu kwa kuwa amekuumbwa kwa namna ya kipekee na ya kupendeza na ya thamani mno, ambayo inakufanya uonekane kuwa nafsi hai. Kwa hiyo Bwana na kubariki na kupiganie, akutie nguvu tuweze kusonga mbele tukiwa nafsi hai, maana Mungu ametujalia kuwa hai. Kwa hiyo endelea kusonga mbele, endelea kumtumikia Mungu, kwa maana wewe, mimi, sote ni nafsi hai. Na tukiwa nafsi hai ni wakati wetu wa kutenda yale ambayo yanatupasa kuyatenda, maana sisi ni nafsi hai. Mungu akubariki mpendwa. Mungu atubariki sote. Mungu akubariki rafiki. Mungu atubariki sote tangu sasa na hata milele katika Kristo Yesu. Amina.